Tambua na wewe ni nani. Haleluya. Amen. Kwa sababu maandiko yanatuambia hivi mkitabu ya Mezali sura yake ya 16 mstari wake wa 22 unasema hivi. Inua mkono tusome maandiko. Mezali sura ya 16 mstari wa 22 unasema hivi: ufahamu ni chemchemu ya uzima kwake aliye nao. Kupenda kusema nini? Ni kupenda kusema ya kwamba kama uko na ufahamu, ujue ya kwamba kuna chemchemu ya uzima ndani yako. Sema amen. Juu tukiangalia hii maji yenye tunaiona inakuwaka na mahali ambapo inatoka. Ni kutaka kusema na huyu uzima wenye tunauona ama wenye tutakuwa nao unapasha kuwa na mahali ambapo unatoka. Haleluya. Na huyu uzima sasa wenye tunapasha kuwa nao mahali ambapo unatoka ni kuufahamu. Ndio kwa maana banatuambia ufahamu ni chemchemu ya uzima. Kumbe wewe mwanadamu inabidi kwanza ujifahamu ili uwe na uzima. Na huyu uzima huyu tukiangalia uzima ndio kila kitu duniani. Haleluya. Kwa sababu niko nakumbuka siku moja kipindi cha Yoshua anaita Waisraeli wote. Anawaambia hivi, nitawahakikishia leo mbele ya huyu Mungu wa baba yenu. Haleluya. Kusema hivi, hapa pembeni naweka mali, hapa pembeni naweka dhahabu, hapa pembeni naweka uzima, mchague. Lakini nawaomba ingelikuwa heri mchague uzima, kwa sababu vyote vinakutanika munini? Muuzima. Na ndio maana tunakuambia wewe mwanadamu inabidi kwanza utafute huyu uzima, na uwezi kuupata huyu uzima bila kufanya kuwa na ufahamu. Ndio kwa maana mwanadamu inabidi ufanye nini? Ujitambue. Mwambie mwenzako jitambue. Haleluya. Story yenye nitatembelea nayo katika hii maandiko, kwa sababu katika kujitambua kuna uzima, ni kusema ya kwamba ambaye ajitambue kuna mauti, na mwenye ajitambue ni pumbavu. Haleluya. Nitakupatia historia ya mwanamke Msamaria. Kitabu kinaniambia hivi, asema ilikuwa siku moja Yesu alipokuwa akisafiri kuelekea kutangaza Injili, akafika nafasi akakuta njaa inamkolea sana. Haleluya. Tukisema njaa inamkolea Yesu, akasema anasimama hapa, batumishi bangu banaenda wakaniletee chakula. Kuna kitu ambapo Mungu anatarajia kufanya kwa maisha yako, lakini kwa sababu ya kutokujitambua kinaweza kukupita. Sema amen. Amen. Juu Yesu hakushindwa. Huyu Yesu mwenye alisikia njaa akatuma batumishi bake bakamtafutie mikate. Ndio ule mwenye aliinuaka mikono akazilisha mikate. Sema amen. Amen. Maana yake ni kusema ya kwamba kama Yesu alisimama pale bila kufanya miujiza apate chakula, ni kusema ya kwamba ilikuwa ni muujiza wa Mungu ambao ulikuwa unatafuta kumkuta ule mwanamke Msamaria. Lakini kwa sababu ya kutokujifahamu, kutokujitambua, ule muujiza ulimpita. Sema amen. Amen. Biblia inaniambia hivi, nasema Yesu akasimama akawatuma watumishi wake. Akakala pale akasikia kiu cha maji. Sikia nikwambie, Yesu hakushindwa kupata maji. Huyu Yesu ndio yule mwenye alimtosheaka agai maji, akapatia ule mtoto. Kumbe angependa angeitosha pale. Haleluya. Muujiza wa Mungu uko na kutafuta. Mungu yuko na kutafuta kutendea makubwa, lakini sababu ya kutokujifahamu, kutokujitambua wewe ni nani, kunapitisha mengi kwa maisha yako. Sema amen. Amen. Asema Yesu akasikia kiu cha maji, akasogea kwenye kishima. Mara moja mwanamke Msamaria akaja. Acha Mungu akukutanishe na neema yako, na kupitia kujitambua yako uipate ile neema. Asema yule mwanamke Msamaria alikuwa anakuja kumaji tu kama kawaida. Sasa tunaendaka tu siku yote. Unaweza kuwa uko nakuya kumaombi kikawaida. Tulishaweka desturi tunaendaka kumaombi. Lakini ukienda kumaombi ukijitambua, kuna siku ambayo utakutana na muujiza kwa maisha yako. Amen. Asema wakakutana na ule mwanamke Msamaria. Yesu akamwambia, nipatie maji ninywe, nimesikia kiu. Haleluya. Nikwambie hakuna chochote ambacho Mungu atafanya kwa maisha yako bila kuangalia nini chenye wewe unafanya. Mungu anaweza kukukataza acha dhambi. Mungu anaweza kukukataza acha uzinifu. Yote kama ukijitambua utajua ya kwamba hivi ambao unakatazwa sipashe kuvifanya, vitakusogeza kumuujiza. Lakini kwa sababu ya kutokujitambua ya mwanamke Msamaria, wanamwambia nipatie maji.
anashindwa kujijua mimi ni nani. Maandiko yanatuambia mwanamke ni nguzo, mwanamke ni mwenye moyo wa huruma. Mwanamke hapashe kuwa madosie, mwanamke hapashe kuwa marankine, mwanamke hapashe kuwa na moyo mgumu. Tangu ulikosana na Bwana auregee. Mwanamke anapasha kuwa na moyo wa huruma. Hata kama kulikuwa rankine kati ya Wasamaria na Wayudea, hakupasha kuweka ile rankine. Mwanamke ni mtu wa huruma. Mtu tu mwenzako yuko nasikia kiu kya maji analia na unashindwa kumupa maji, ni kutokujitambua, haujue wewe ni nani. Haleluya. Nikiingia profondere, ule mwanamke anarepresente kanisa. Kanisa inabidi tuwe na moyo tofauti na watu wengine. Kanisa inabidi tuwe na moyo wa huruma. Kanisa inabidi tuwe na moyo wa upendo. Kanisa inabidi tujue kutembea katika njia iliyonyooka. Lakini kwa sababu ya kutojitambua ya ule mwanamke, akapata mpaka kushindwa kujua ya kwamba huyu ni nani. Akamwambia sikupe maji, kwa sababu mimi ni Msamaria na wewe ni Myuda. Atuchangane. Sema amen. Amen. Ni kusema ya kwamba kadiri utaendelea kuishi katika ule moyo wa kutokusikia kile ambapo unakataziwa, tambua ya kwamba ndani yako kunaonekana kutokujifahamu. Kwa sababu kama yeye alikuya ni kwa ajili yetu mie na yeye. Alikuya kumaliza matatizo yetu. Alikuya kutukomboa katika utumwa. Kumbe tukijitambua ya kusema ya kwamba Yesu alikuya ni kwa ajili yetu, tutajua namna gani ya kutembea. Tutajua kutembelea mkile ambapo anatuambia ili tufikie kwa malengo yetu. Sema amen. Amen. Tatizo ni kutokujitambua, ndio kunafanya tushindwe kufikia kwa malengo yetu. Kwa maana tukiwa na uzima ni lazima tupate yote, na mwile yote munamaanisha malengo yetu. Sema amen. Amen. Ule mwanamke akamkatalia Yesu maji. Yesu akamwambia, ungelijua ni nani ya kuombaye, ungemwambia nipe maji ya uzima. Sema amen. Amen. Na maji ya uzima ni Yesu Kristo. Sasa ukiwa na Yesu Kristo, hakuna kitasimama kwa maisha yako kikiziwie. Ukiwa na Yesu Kristo, hauwezi ukalia njaa. Ukiwa na Yesu Kristo, hauwezi ukataabika. Ukiwa na Yesu Kristo, hakuna pepo yoyote ambayo itasimama mbele yako. Lakini ili uwe na Yesu, kujitambua. Kwa kujitambua utajua ya kwamba huyu Yesu ambaye alikuja kwa ajili yangu anakataa hiki, anapenda hiki. Lakini utaenda kukuta libaba lizima seni kuna kula ujana. Uko nakula ujana. Kutokujitambua. Kutokujitambua unakuta papa mzima seni kuna kula ujana. Unaangalia yeye mwenye kula ujana. Uko vijana wenye wanapasha kula ujana benye yale. Anasema niko nakula ujana. Tatizo ni nini? Kutokujitambua. Ukijitambua ya kusema ya kwamba hivi mie niko hapa, mie ndio Esther wa familia yetu. Wakati utakutana na mfalme, hautamwambia kusema nipatie mavazi, hautaniambia kusema nipatie mabagi nzuri ningare ninawiri, lakini utamwambia karibu tena mara ya pili kwangu. Sema amen. Amen. Ni kusema ukijitambua hautakuwa tena na vitu ya tamaa. Ukaona kabinti unakatamani, ukaona kijana na tai base unamtamani. Manake katika kujitambua, tamaa utaiweka pembeni, kwa sababu hii tamaa inakupeleka pabaya. Haleluya. Hii tamaa inakufanya usitembelee mapenzi ya ule ambaye alikuja kwa ajili yako, kwa ajili ya kukukomboa. Hii tamaa inakutuma usitembelee mapenzi ya ule ambaye alikuja kwa ajili yako, kwa ajili ya kuibariki maisha yako. Hii tamaa inakutuma usitembelee mapenzi ya ule ambaye alikuja kwa ajili ya kufungua maisha yako. Unaendekeza tamaa. Yote ni sababu gani? Sababu ya kutojitambua. Watumishi ba Mungu bengi besha potea sababu ya kutojitambua. Utakutana mtu alikuwa na kipaji kikubwa sana, lakini sababu ajitambue, anashindwa kutambua nini ambapo Mungu anapanga kwa ajili yake. Sababu kama wewe yajitambua, hautatambua kenye Mungu kunapanga kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Kwa kwanza inabidi ujitambue, kwa sababu katika kujitambua ndio utatambua wengine. Iko siri mimi nje tukumjua mlaki.
nisijijue kwa mimi? Napasa nijijue kwanza, sema mie niko mtumishi na mulage ni mtumishi mwenzangu. Mie niko mwanaume na mama hapa ni mke wangu. Najitambua kujiweka kwa nafasi yangu ya nani? Ya mwanaume, mtu mwenye kuwa na bibi. Hapana mie sijitambue nikajuta sasa ni bibi yangu. Ona mareglema burefu mnyumba. Kwenye wewe unalalaka nje. Wewe uko nalala nje. Ukajuta sasa niko na bibi. Kama utajua sasa uko na bibi, ujitambue kwa sasa wewe uko mwanaume ambao uko na bibi, uanze kwa kujichunga wewe. Hapana ujutwa sasa umjue tu bibi, wewe usijijue. Jitambue kwanza, sema mimi niko mtumishi wa Mungu. Jitambue kwanza, sema Mungu ananijua, ndio utamjua na Mungu. Na pale kama Mungu akufanya utamlaumu. Lakini wewe ujitambue. Wewe mtumishi wa Mungu, leo tuko katika maombi, kesho katika mabarabara unashusha nguo tai basi. Batu wanakuona kule, wanakuona kule, kisha sasa unakuja hapa unalomba batu bakuheshimie wakati wanakuonaka kule kwa barabara. Ni kweli? Kama ujitambue, ujue ya kwamba hauna uzima ndani yako. Na uzima ndio kila kitu duniani. Uzima ndio heshima. Mauti utaheshimia. Unamuzika mkaburi na mfinika bulongo bila. Lakini ukiwa na uzima ndani yako, pesa utapata, unyumba utaupata, baraka ya Mungu utaipata, kila kitu utaipata. Kwa sababu ya nini? Ungali mzima. Ndio kwa maana maandiko yanatuambia cheka mwenye kufa, lakini aliye mzima usimcheke. Maana yake uzima ni kitu cha maana sana. Na uzima unapatikana katika kujitambua. Haleluya. Huko unasema uko nakula ujana. Ule ujana na wewe unaweza kukula. Haleluya. Napenda sana maandiko. Nikiingia mkitabu ya Mezali 25 inaniambia hivi. Nasema mtu ambaye hawezi kuuzuia moyo wake ni sawasawa na mji ambao ukuta wao umebomoka. Haleluya. Mji ambao ukuta umebomoka ni mji gani? Ni mji ambao hauna bariere. Marebele kaya itaingia, memfiltre kaya itaingia. Sasa wewe mwenye moyo wako hauwezake kuuzuia. Wewe ujue kwamba asema pepo ya wizi itaingia, pepo ya buzinifu itaingia, mauti itakukuta. Kwa sababu ya nini? Haujitambua. Ukajitambua utatembea mu mapenzi ya ule aliyekuja kwa ajili yako. Na kule kutokujitambua kuna tutesa. Sikia nikuambie, nitakupatia historia ya mtumishi wa Mungu Yosefu. Mtumishi wa Mungu Yosefu alikuwa mwenye kujitambua. Kadiri mtumishi wa Mungu Esther alivyojitambua, akasema ya kwamba mie nikalomba mavazi nivae isa ningare. Hawa Wayahudi hapa watamalizika kufa na amani. Papa uko responsable wa familia. Wabeba pombe natia mbele. Uko responsable wa familia. Bundumbo na kupitisha mbele. Uko responsable wa familia. Dame inakutangulia. Unasababu wasema wewe ndio Yosefu wa hii familia, itakufa na njaa. Unasababu ya kwamba kusema wewe ndio Yosefu wa mwili wako ukimutokamata. Jitambue ndio utajua kujichunga. Jitambue ndio utajua kuchunga na mwenye nyuma yako. Nampenda sana mtumishi wa Mungu Esther. Pale anamwambia kwamba unapenda nikufanyie nini? Anamwambia njoo tena nyumbani kwangu. Endelea kumkaribisha Mungu. Endelea kumkaribisha Mungu usiku sawa vile mchana. Ni katika kumkaribisha Mungu muda wote ndio mafanikio yataonekana kwa maisha yako. Esther angemwambia mfalme mimi napenda tu niingie nyumba. Paske Esther alimpikia mfalme chakula fovoire. Ile chakula hata mimi mwenyewe siku wako sana somaka mu Biblia. Najua wako utamu ile chakula. Sababu kama Noa alipika chakula mpaka Mungu akasikia harufu. Wewe maana unajua harufu ya chakula nzuri. Maana yake na hii chakula ya Esther hii naijua utamu. Ambao mfalme akachanganikiwa akasema unapenda nikufanyie nini? Sema njoo tena nyumbani kwako. Maana yake uko unamkaribisha Mungu. Kadiri uko unamkaribisha Mungu na uko unamfanyia Mungu vikubwa. Yeye mwenyewe ndio anataka kutafuta kwa kufanyia. Haleluya.
Kisha ikafikia siku moja katika kumkaribisha mfalme saa yote, Esther akamwambia, hapa niko na shida. Kuko myumba yangu Mordekai, mpango wa kumuua huko hapa karibu hapa kwenye Amani. Nini? Mbebe Amani mufanye mu. Haleluya. Kama ukijitambua unamkaribisha Mungu, ule mlozi mwenye kukuloka kwa maisha yako, Mungu anaweza kumalizana naye. Kama ukimkaribisha Mungu, ile magumu yenye kukusumbua, Mungu anaweza kuiangusha. Nikuambie, utamkaribisha Mungu ni kujitambua, kujua kuumiliki moyo wako, kujua kuepuka mabaya, kujua kuzuia moyo wako. Moyo wako usiwe moyo wa tamaa. Katika kujitambua ndio ananiambia hivi, anasema saa Yosefu anaingia mjumba, anaenda kukutana mwanamke wa Potifa. Anamwambia hivi, zini na mie kila kitu utapata. Maisha ya watu wengi naharibika kwa ajili ya uzinifu. Mtumishi wa Mungu alikuwa juu sana, lakini anashuka chini sana sababu ya uzinifu. Na mpaka anaachia wachawi na muda wa kumpeleka. Papa alikuwa tu sasa, alikuwa na heshima kumgini, lakini tangu alianza kutembea na kubini, heshima na malizika. Pia alikuwa na ogopewa kama mkache, lakini tangu alianza tu uzinifu, kutembea na wanaume, ni pale pale heshima kama. Yote ni sababu ujitambue wewe ni nani. Kwa maana ukijitambua ya kwamba wewe ni hekalu ya Mungu takatifu ambayo ipashike kufanywa uchafu, utajua kujikinga. Sasa ule mwanamke wa Potifa anamwambia Yosefu kusema, ukizini na mimi unakuwa mchungaji wa nini? Acha nikwambie, mtu mwenye na shida ya kukuangusha hata kutokea hivi wazi, atakuonesha kama mafanikio kadogo. Kwa kutokujitambua yako unaona kale kama mafanikio, unasema ndio mwisho. Kumbe kuna mafanikio makubwa mbele. Unaweza kushindwa kujitambua na unaanguka kwa ajili ya kama mafanikio na unaacha mafanikio makubwa. Wenzako wanaweza kukuambia tukale hapa, tunywe, tufurahi, tulewe. Unasahabu kusema hivi, nasema kama sikunywa sikufurahi hapa, kuna siku naweza kufurahikia mtoto wangu kupata lisansi, kwa hii makuta ningekunywa pombe. Kuna siku naweza kufurahikia familia yangu inanitegemea, inanipigia siku moja mikono kwa ajili ya makuta ambayo nilikuwa naweka kidogo kidogo. Lakini kwa kutojitambua unaona tu tufanye tu akafura hapa. Sini kafura tu aka. Sini 50,000 tu yetu tutakwemaliza hapa. Yusufu akaangalia akasema, we ena njoo mie kwa mwenye nilionaka nyota 11 na kunjama juu yangu. Ile nyota 11 ni taifa mzima Juu nilikuya kuona na yabu 12 yongezeke kenea 12 tribu ya Israeli. Ata. Njoo juu ya hii tu nyumba ya Potifa. Niache tu hii taifa mzima kuniheshimia. Akasema hapana. Haleluya. Kuna vitu ambao ukijitambua utavikimbia. Ukijitambua soko mtumishi utakimbia uzinifu. Ukijitambua soko mtumishi utakimbia bimabaraza benyabina na manufaa. Ukijitambua sema wewe ni hekalu ya Mungu. Ukijitambua sema wewe ni mwanamke, utamheshimu mume wako. Katika kujitambua utatambua wengine. Ujitambue kwanza, sema mie gisi niko hapa ni mtoto ambao niko na baba na mama. Napasha kuwa na mwenendo gani? Ni pale utatambua nasema uko mtoto mwenye uko na baba na mama, unapasha kuwa na mwenendo gani? Ndipo maisha yako itafungulika. Ndipo utaona mafanikio. Kwa sababu huyu mwovu shetani atuwinde mie na wewe bure. Anatuwinda kwa kututamanisha. Angalia pale alipopata kumwangusha nini? Eva, kwa sababu Eva naye alimaanisha kutokujitambua. Bende bakakwambia kusema ya kwamba ukala hii tunda utakuwa sana mwenye alikuumba na mwenye aliumba ile tunda.
Kama uko unajitambua utasema bongo. Bila kwa ni vya nini? Ni vya bongo. Lakini kwa sababu ya kutokujitambua ya Eva, bali mwambia ukala hii tunda hii, utakuwa sawa na mwenye alikuumba. Na akasema ni kweli. Bali mutamanisha mbele. Shetani hata kutafuta kukuangusha bure. Atakutayarishia fie mwanangarangara hivi. Unaangalia noire mo charismatique unasema hapa sipiti. Kuna sababu ya kusema hivi, pale mbele kuna tarajiwa kanisa nzima ya mie kuichunga. Pale mbele kuna tarajiwa taifa nzima itumainie nini mie nitasema. Lakini unaona ule binti paka unazini naye na nguvu ya Mungu inakupunguka. Haleluya. Niko napenda watu tujitambue. Mwanamke ajitambue sema mimi niko mwanamke, niko na mume, napasha kumheshimu. Ajitambue sema mimi niko mtu mzima ambao napasha kujiheshimia kwa sababu kuna watoto ambapo napasha kuwaelekeza na maadibisho njema. Tujitambue. Kutokujitambua yetu kunafanya vingi visifike kwa maisha yetu. Kutokujitambua yetu kunatupeleka katika mauti. Ona mwanamke Msamaria anaendelea kuonesha kutojitambua wakati Yesu anamwambia ya kwamba nenda kaite mume wako. Asema nina waume wengi sana. Haleluya. Amen. Paka pale yuko anaendelea kutojitambua. Yesu anaendelea tena kumpieje. Anaendelea tena kumpieje. Sikia mtoto wa Mungu. Bwana tunaye ni mmoja tu, Yesu Kristo wa Nazareti. Ungekuwa mwenye kujitambua ungesema nikamuite Bwana wangu wapi? Wakati Bwana wangu tayari huko hapa mbele yangu. Sema amen. Amen. Nina mabwana wengi. A revelation wale mabwana wengi ni vizuizi vingi vya shetani. Kwa sababu maandiko yanatuambia sema msiwe na mabwana wengi. Muwe na Bwana mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Uzinifu bwana yako. Kuteta bwana yako. Bulozi bwana yako. Chuki bwana yako. Fitina bwana yako. Haleluya. Mwanamke Msamaria na manifeste tena kutojitambua. Paka neema ikafanya nini kafikika mkosa. Haleluya. Amen. Kumbe kinitakushauria mtoto wa Mungu. Kama tunapenda uzima ambao ni chemchemu ya kila kitu katika maisha yetu itukaribie, tujikaze mie na wewe tujitambue. Na tukijitambua tutajua kutembea katika yale ambayo aliyekuja kwa ajili yetu anatuomba. Haya ni machache ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yetu. Ibarikiwe mjina la Yesu Kristo. Amen.